Jambo la kwanza, Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nikupongeze. Najua wewe upendi pongezi, lakini mimi kwa makusudi na kupongeza kwa kuwa mwenyekiti wa chama taifa, na nakupongeza kwa sababu sisi vijana wa Chadema tulikuunga mkono kabla ya uchaguzi na tuliamini una sauti ya vijana tukakupigania. Kwa hiyo tunakupongeza kwa sababu ni mtu uliyesimamia ajenda za vijana na tunaamini utaendelea kusimamia ajenda za vijana. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba tu tutambue kwamba hata wazee wa Ikungi na wazee wa kanda ya kati walipoamua kunipa zawadi na mimi na kunitunuku uchifu mdogo, hawajakosea, kwa sababu kwa mujibu wa sensa ya watu ya mwaka 2022 inasema kwamba 34% ya Watanzania wote wana umri wa miaka kati ya 15 mpaka 35, na karibia 40% ya Watanzania wote ni watoto wa mwaka kati ya 0 mpaka 15. Kwa wazee wa Ikungi na washukuruni sana, mmetambua nguvu ya vijana kwenye taifa hili. Mungu wabariki sana, hatutawaangusha. Sasa Mheshimiwa Mwenyekiti, mara baada ya kusema hayo, hata tutakapokuwa tunazungumza pia, naamini tukipewa nafasi vijana kuzungumza, muda wetu usiwe kama wa watu wengine, kwa sababu sisi ndio nguvu kubwa ya taifa hili na ndio idadi kubwa ya Watanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, tulipewa wote zawadi, lakini ilipofika zawadi ya pesa naona wamekupa peke yako. Bahati nzuri uliniambia tukimaliza hapo kwa hilo swala la pesa tuenda kulitatua. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kifupi sana naomba niseme mambo yafuatayo. Nimeona mwenyekiti wangu wa kanda anasogelea. Naomba tafadhali nikimaliza muda wangu, makamu Mheshimiwa Mwenyekiti ameshaniruhusu kwamba kwenye muda wake nipewe dakika 5 zingine, nitasema kwa haraka. Jambo la kwanza, Mheshimiwa Mwenyekiti, tatizo la ajira kwenye taifa hili ni bomu linalosubiri kulipuka. Litalipuka muda wowote. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa mfano, watu wanaofanya kazi ya ualimu, watu waliosoma ualimu toka mwaka 2015 mpaka leo 2025 hawajawahi kuajiriwa kwa mkupuo, wamekuwa wanadonyoa kuwaajiri. Lipo kundi kubwa la watu mtaani ambao wamemaliza vyuo hawana ajira. Mpaka imefika wakati, Mheshimiwa Mwenyekiti, wazazi wameacha kutamani kusomesha watoto kwa sababu wamekuwa wakiuza ng'ombe wakasomesha watoto wao. Watoto wao wanarudi hawana kazi. Wazazi siku hizi wanatutukana sisi vijana wao, wanatuambia niliuza ng'ombe kwenda kusomesha ng'ombe nyingine ambayo imerudi nyumbani haina chochote. Mheshimiwa Mwenyekiti, mahitaji ya walimu kwenye taifa hili ni makubwa sana, kwa maana ya kwamba walimu waliopo kazini na hata wale ambao walioko mtaani hawajaajiriwa, hata kama wote wakiajiriwa, bado mahitaji ya walimu kwenye taifa hili hayatatatuliwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, nikutolee mfano. Takwimu za kitaifa za elimu za mwaka 2023 zinatolewa na hii serikali ya CCM. Wanasema, mimi nitatolea moja tu ya kuhusu walimu wa awali. Wanasema kwamba uwiano wa walimu wa awali kwenye taifa hili ni mwalimu mmoja anafundisha watoto 193, wakati uwiano unapaswa kuwa mwalimu mmoja kwa watoto 25. Ukiuchukulia mfano mkoa wa Singida, mwaka jana 2023, watoto walioandikishwa darasa la awali ni 62,931. Uwiano wake ni mtoto mmoja, ni mwalimu mmoja kwa watoto 165. Yaani kwa maana nyingine, mahitaji ya walimu wa awali kwa mkoa wa Singida walikuwa wanahitajika walimu 2,517. Na walimu waliopo ni walimu 382. Kati ya walimu 382 wenye sifa ni 283. Nini nataka kusema, Mheshimiwa Mwenyekiti? Uhitaji wa walimu ni mkubwa sana kwenye taifa letu, na hata walimu ambao mnahangaika kila siku mnakusanywa Tanzania nzima mkafanya interview za kazi, hata kama wote mkiajiriwa hamtoshi kukidhi mahitaji ya elimu kwenye taifa hili. Sasa Mheshimiwa Mwenyekiti, hiyo maana yake nini? Hiyo maana yake nini, Mheshimiwa Mwenyekiti? Chama chetu kimesema no reforms, no election. Watu wanaweza kama mwenyekiti hawaelewi maana ya hili. Maana ya no reforms, no election ni kwamba kama kwenye taifa hili kila siku tunafanya uchaguzi, halafu kuna tatizo kubwa la ajira, kuna haja gani ya kuendelea kufanya uchaguzi? Kama kwenye taifa hili barabara hakuna, maji hakuna, huduma ya afya hakuna, tuna haja gani ya kuendelea kuchaguana kama hao tunaowachagua hawana wanalotuletea? Mheshimiwa Mwenyekiti, hawa watu ambao wanatuongoza tumekuwa hatuwachagui, ndio maana wamekuwa watatui changamoto za Watanzania. Ndio maana tumesema
kama wanataka tuwe na uchaguzi, watuletee, wahakikishe wanatatua changamoto zinazowakumba Watanzania. Siku ambayo tutaruhusu uchaguzi uwepo ni siku ambayo wataleta ajira, wataleta barabara, wanaleta maji. Na siku hiyo, ili vitu hivyo vipatikane, ni lazima tuwe tuna tume huru ya uchaguzi na mabadiliko kwenye taifa hili ya kupata katiba mpya. Mheshimiwa Mwenyekiti, sisi vijana wa Chadema hatutakuwa tayari kushiriki kwenye chaguzi ambazo zimekuwa ni mtambo wa kuua vijana. Hapa Singida Manyoni mwaka jana kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa, ama CCM wakishirikiana na mapolisi wanaua watu kwa ajili ya uchaguzi wa kitongoji na kijiji. Sisi vijana wa Chadema, kama utaratibu ndio huo, hatutaruhusu uchaguzi ufanyike, kwa sababu uchaguzi utakuwa ni mtambo wa kutuua vijana. Hilo hatutaruhusu. Kwa kumalizia, Mheshimiwa Mwenyekiti, urithi pekee ambao sisi vijana wa Chadema tutauacha kwa vizazi vyetu na ambao tuna uhakika nao, tunapaswa kuuacha kwa watoto wetu, kwa sababu kwanza hela hatuna chochote. Kwa kitu pekee ambacho vijana wa Chadema na vijana wa Tanzania tutakipigania kiwe ni urithi wa vijana na watoto wetu ni mapambano ya katiba mpya. Kazi hiyo, Mheshimiwa Mwenyekiti, tutaifanya kwa wivu mkubwa, na kama itatulazimu hata kutupeleka kaburini, hatutakuwa na njia nyingine, tutakwenda. Asanteni sana. Ngumi ziko wapi? Tuwagane watu wa Ikulu.